Mathayo 2. Mathayo 2 from verse 1. Ndasho mashuhuri kwa majibiseni Biblia ili tupate ubongo wa ujumbe na tusikie Mungu ananena nasi vipi. Matthew 2 from verse 1. Biblia inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye alizaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo alizaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndio ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu wa Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni jina mkaulize sana mambo ya mtoto, amkisha kumwona mleteni habari ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakenda zao kwa njia yao ingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akisema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie lile neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri naliniita mwanangu. Ndipo Herode alipoona kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, akakadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo ilipotimia ile neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa kutoka Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akawalilia watoto wake, wasikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Hapo alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana amekufa waliomtafuta roho yake mtoto. Akaondoka akachukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia kwamba Akelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye kisha kuona katika ndoto akasafiri hadi Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na nabii, ataitwa Mnazareti. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Napenda kuongea na mtu aliye mahali hapa. Amen. Hata walioko nje pia napenda kuwapasha ujumbe huu wa Krismasi. Haleluya. Biblia inasema kwamba ikawa Yesu
akazaliwa Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake ya mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kwa hivyo Yesu Kristo alizaliwa Bethlehem. Alipozaliwa Bethlehem, Biblia inasema kwamba mamajusi wakawa wameenda mahali pale kutafuta Yesu, ya kwamba yuko wapi. Haleluya. Wakaenda kumtafuta Yesu wakiuliza, yuko wapi ambaye amezaliwa, ili tukaweze kumsujudia. Kwa hivyo nataka kukwambia kwamba tuko hapa kwa majira mwafaka ya kiungu, ambayo kwamba hatutaenda kumtafuta sisi ya kwamba yuko wapi, maana tayari yuko ndani ya mioyo yetu, amekwisha zaliwa. Ila kila sisi tunakuja kutafuta is the connection. Amen. Hallelujah. Amen. Connection, kushikanishwa na Kristo. Kuna utofauti wa kumpokea na kuna utofauti wa kuwa connected na yeye, ya kwamba chochote anachofanya, chochote alifanya kikafanyike hata ndani mwako. Amen. Na ndio kuna mtu anaelewa na msemo huu. Yes. Ya kwamba kuwa connected katika John 14, I think John 15 anasema, mkiwa ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nami nitalitenda. Sasa ni kwamba tunatafuta connection, ya kwamba yuko ndani mwetu tayari. Tunataka ya kwamba na sisi tukazidi kuingia deep katika ufalme wake na nguvu zake. Jina la Bwana na liinuliwe. Na majusi wakawa wanatafuta, na sisi tuko mahali hapa kwa sababu hatujachoka kumfahamu Bwana. Tunatamani kumfahamu zaidi, ndiposa tuko mahali hapa ili tukazidi kuingia ndani tena ndani zaidi. Ndani ya dunia hii unahitaji kumfahamu Mungu zaidi na kumtambua zaidi na kumwelewa zaidi. Ingekuwa ya kwamba ni maana tu kwa sababu ya kuzaliwa kwake, wale ambao hawajui maana ya kumtafuta Bwana hawangekuja mahali hapa. Lakini tuko mahali hapa maana tunajua maana ya kumtafuta Bwana. Na hatuko kama mamajusi, wao wanatafuta yuko wapi, lakini sisi tunajua mahali mwafaka kwenye tunampata ni ndani ya mioyo yetu. Na katika hali hiyo sisi tunatafuta kuingia ndani zaidi. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Deeper. Amen. Mwaka huu wa kuingia ndani tena ndani zaidi. Amen. Sasa mtoka ya aibu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Mamajusi wakatoka, wakaenda mahali pale, wakauliza yuko wapi yeye aliyozaliwa mfalme wa Wayahudi, kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Nataka kunena kuhusu nyota. Kila mtoto anayezaliwa yuko na nyota. Mamajusi wakawa wameona nyota ya Yesu kabla ya kuzaliwa kwake. Immediately alipozaliwa kuna nyota iling'aa. Vile tangu wewe unampokea Yesu, nyota yako inang'aa. Unakuja sasa kwa mambo ya kiungu, nyota ikang'aa. Wakasema kwamba yuko wapi? Maana tumekuja kumtafuta tumsujudie, kwa sababu tumekwisha ona nyota yake, nyota ya mashariki. Ikiwa Yesu alipozaliwa nyota yake ilionekana, na mimi nataka siku ya leo nyota yako ikang'aa. Amen. Katika jina la Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna nyota ya maisha, kuna nyota ya kiroho. Wakati umekuwa connected na nguvu ya Mungu, lazima nyota yako ya kiroho inang'aa. Unapata kibali. Yesu alipata kibali, ndiposa unaona mamajusi wanakuja kumtafuta ili wamsujudie. Na wakati na wewe nyota yako inaposimama na kung'aa, lazima kuna watu watakuja kukutafuta ili kwamba waone yule Mungu ambao
Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Ili itimie Isaya 61, watakuja kutoka mbali. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Najua ujumbe unaleta sense. Najua mtu anataka nipatie ujumbe kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. That is the meaning. Ya kwamba Yesu alizaliwa nyakati zile, na siku ya leo tunaadhimisha kuzaliwa kwake, lakini kwa sisi wa Kristo inamaanisha nini? It is the connection. Amen. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Unapokuwa connected na huyu Yesu, lazima hii nyota ambayo ilionekana siku ya kuzaliwa kwake ikaweza kushine mpaka mamajusi wakaiona. Wakati umefika ya kwamba utukufu wa Bwana ukakuzukia ndani ya maisha yako, na nyota ya kiungu ikaweze kushine katika maisha yako. Amen. Ni wakati wa kulala. Amen. Wakati umeshukiwa na utukufu wa Bwana, lazima utalala. Amen. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Haleluya. Biblia inasema kwamba, endelea kupata ujumbe wakati naendelea. Biblia inasema kwamba basi mfalme Herod aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Herode alikuwa ni mfalme wa wakati ule wa majira yale yenye Yesu alizaliwa. Na wakati amesikia habari, akaona nyota inayoashiria kwamba kuna mfalme amezaliwa. Biblia inasema kwamba Herode alifadhaika, na si yeye peke yake alifadhaika, pamoja na Yerusalemu yote. Jina la Bwana na lipewe. Unapopata connection ya kiungu, unapoingia deep kwa mambo ya kiungu, unapomfahamu Mungu zaidi, nataka kukwambia kwamba utafadhaisha maadui. Na si maadui peke yake, hata mji ambao umezaliwa utafadhaika. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Herode alifadhaika pamoja na Yerusalemu yote, kwa sababu kuna mtu amezaliwa. Biblia inasema katika Isaya 9 ya kwamba kwa ajili yetu tumepewa mwana ambaye yuko na uwezo wa kifalme mabegani mwake, ambaye ataitwa Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu. Amen. Hiyo basi tulifadhaisha watu wa Yerusalemu ya kwamba waliona Herode kuwa ndio Mungu wao, ndio kiongozi wao, lakini Mungu akiwa mbinguni alitaka kupindua maroho yaliyonena kinyume cha watu wake. Alitaka kubadilisha ajenda ya kimapepo, ajenda ya kiungu. Mfalme amezaliwa. Mfalme amezaliwa. Amen. Mfalme amezaliwa. Amen. Mfalme amezaliwa. Amen. Shangwe na vigelegele. Haleluya. Nyota ikaonekana. Nyota huwa haionekani bure. Not unless kuna kitu ndani ya mtu kenye anabeba. Haleluya. Leo nataka kufunua nyota za watu mahali hapa. Amen. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Kuna watu wana nyota za biashara. Kuna watu wana nyota za elimu. Kuna watu hata wana nyota za kiungu. Lakini wakati Herode anainuka, anataka kuzima nyota. Amen. Haleluya. Amen. Sema amen kama unaelewa. Amen. Sema amen. Amen. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Walipoona nyota, si Herode peke yake aliweza kufadhaika moyoni. Yerusalemu yote. Nyota na ujumbe ambao unabeba ndani mwako wa utukufu wa Bwana unaweza fanya jambo nzima ikafadhaika. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Na kwa sababu gani? Ujumbe wa kiungu na kibali. Ujumbe wa kiungu unapanua mipaka. Walijua ya kwamba huyu mfalme ambaye anazaliwa hataweka Bethlehemu kuwa nchi ya kawaida. Lazima kuna mabadiliko ambayo yalikuwa yanatarajiwa mahali pale Bethlehemu. Ndani ya siku ya leo, kwa wewe kuconnect na Bwana Yesu, kuna mabadiliko ambayo unatarajia ndani ya jamii yako,
kwa mapato yako, Yes. kwa nyumba yako. Yes. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Hatuingii ndani bure. Tunaingia ndani ili tu tukaweze kushine. Uweza wa Bwana unaanzia ndani ukita nje. Unapobarikiwa ndani lazima nje utangaze. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Herode akaona nyota. Ishu ya Herode ilikuwa ni ile nyota na ule mfalme ambaye amezaliwa. Amen. Haleluya. Amen. Unapigwa vita kwa sababu ya kile ambacho unabeba. Amen. Haleluya. Vita vyako ni kwa ajili ya ule mfalme umebeba ndani mwako. Vita vyako ni kwa sababu ya zile baraka umebeba ndani mwako. Vita vyako ni kwa sababu ya ile nyota unayobeba ndani mwako. Hata mwanuka huko nani utambaa wanazoku na ruku kifu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Walipoona nyota tu, Herode alikatapika. Akawafuata mamajusi. Akawaambia kwamba mkienda kule, naomba mrudi mniambie habari za kuzaliwa kwa yule mtoto ili na mimi niende nisujudie. Lakini ukweli ni kwamba Herode alikuwa na ajenda tofauti. Mungu akiwa mbinguni akajua ya kwamba huyu mtu hakuwa na ajenda sawa na huyu Mungu. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba alete Yesu duniani akaweze kukomboa ulimwengu. Yes. Lakini ajenda ya Herode ilikuwa ni ushindani ya kwamba yeye atawale, usipatikane mtawala mwingine. Kuna mtu masomo ya mtoto wako yataleta shida. Haleluya. Amen. Kwa sababu mtoto wako yuko na nyota ya kwenda mbali. Amen. Sakishinda kwa kiwa kwa mwenye mchana wa mzuku na roho. Lazima kuna kitu. Lazima tufunguke ufahamu wa Bwana. Tuanze kuelewa kwamba hatupigwi vita bure. Uko na kitu ndio maana unapigwa vita. Mwili wako na matunda wako unasona na mama. Kama kusema matunda lakini mambo yakipo na sona. Herode akaanza mawe katika ulimwengu wa roho. Malaika nao kwa sababu walikuwa mamajusi wako connected na mbingu. Bwana akawaambia akaonya, mkienda kule. Jina la Bwana na liinuliwe. Msirudi kwa Herode kumpasha ujumbe ya kwamba kuna mwana amezaliwa. Watu wengi tumeona mambo mengi katika ndoto lakini ekasikira kwa mezero itanyumba kusema kwa kaburu yakagansende memwano mbayana. Jina la Bwana na liinuliwe. Unaona na Bwana wakati mwingine ni mvua unatoka kwa nyumba unasikia Bwana katibu kabisa. Lakini kwa ajili ya kutotii unaitoa. Utaka kuitoa unaenda na hivyo. Fika mahali lazima inakwaza. Wakati mwingine hata safari unaona na roho sasa Bwana Mungu ni Mungu. Lakini Mungu anaona mbali. Kwa mdomo. Hapo nimefungua macho. Ukionywa na roho tii. Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Mamajusi wakaweza kutii. Hawakujua moyo wa Herode, lakini Mungu alijua moyo wa Herode. Mwandani wako hujui nia yake. Mwandani wako hujui anakuwazia nini. Lakini Mungu anapokuonya anajua kile rafiki anakuwazia. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Hao ndio waliomba unanya huko maneno mazuri kabisa jifanya. Unapazika rohoni kwa kasi. Unaona na mema. Dawa kusema nani yeye. Sema Mungu amema. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa ufupi nataka kusema hivi. Unapoona na roho naomba utii. Watu wengi tumeingia kwa majaribu kwa ajili ya kutotii. Na kama tunataka kuingia kwa Mungu ndani tena ndani zaidi, umfahamu Mungu zaidi, mpaka ndani yako uwe na roho ya kutii. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Kutii. Yona alikosa kutii Mungu. Ikagharimu kulala ndani ya tundu ndani ya tumbo ya samaki ndani ya siku 3. Ndio Mungu akamtoa. Alitaka afe lakini hakufa kwa sababu ya kutotii.
Na sijui Mungu kwa nini amependa niguse hapa. Kina mamajusi walipotii ujumbe wa kiungu, Biblia inasema kwamba kwanza kabisa nyota ya Yesu kuzaliwa iliweza kuwaongoza mpaka wakafika pale porini la ng'ombe. Najua hapa kwa hii chapter hawajataja kuhusu mambo na hori ya ng'ombe, wamesema nyumba. Lakini ukweli ni kwamba Yesu alizaliwa mahali ambapo pamedharaulika. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema kwamba Mariamu alipoanza kuumwa, hiyo hivi kiko katika Luka kama sijakosea. Alipoanza kuumwa, alikuwa anajaribu kutafuta chumba cha kujifungulia, lakini ndani ya vyumba vyote akakuta kwamba viko occupied. Jina la Bwana na liinuliwe. Na hata hivyo ilikuwa ni mpango wa Bwana akose nafasi kwa magorofa, Yesu aende azaliwe katika hori la ng'ombe. Biblia inaniambia kwamba nyota ya mashariki iliongoza mamajusi mpaka ikaenda ikasimama mahali kwenye Yesu amezaliwa. Nataka upate kitu mahali hapo, ya kwamba nyota yako utatembea nayo na itasimama kwa destiny yako, na mahali ambapo Bwana anataka ufike lazima utafika. Katika jina la Bwana. Haleluya. Yesu kuzaliwa katika hori la ng'ombe, si kwamba eti Mungu alikosa mahali. Ni kwa sababu ya kwamba Mungu anataja mahali ambapo pamedharaulika, jamii ambayo imedharaulika, mtu ambaye amedharaulika, amtoe kuanzia chini amlete juu. Jina lake litakatifu. Amen. Najua kuna mahali umedharaulika. Pamoja na kudharaulika kwako, bado Yesu anaweza tenda maajabu katika maisha yako. Amen. Hiyo ni ishara tulionyeshwa ya kwamba ndani ya hori la ng'ombe mfalme amezaliwa. Kuna kitu kinaweza zalika mchana wa leo ndani ya jamii yako, ndani ya maisha yako. Hata kama umedharaulika, hata kama unaonekana duni, hata kama watu hawakupendi, hata kama huna pesa, hata kama huna chochote, ama ujumbe wa kiungu unaweza zalika ndani mwako, na Baba Yesu akakutoa mahali ambapo hakufai, akakuleta mahali ambapo pamefaa. Amen. Mfalme aliweza kuzaliwa ndani ya hori la ng'ombe. Amen. Tazama picha ya hori la ng'ombe. Pale kuna mavi ya ng'ombe, kinyesi cha ng'ombe. Kwanza wakati wa mvua, basi kaida upanda kama ng'ombe basi kwa eke. Zina kama ng'ombe wapo kidimushi. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa ufupi, Mungu hakutazami na hali ambayo uko nayo. Amen. Mungu alitazama ule uchafu ambao uko ndani ya hori la ng'ombe. Kwa ukweli, Yesu angeweza kuzaliwa pale, maana alikuwa ni mtakatifu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Haleluya. Amen. Hali ulizo nazo haziwezi zuia Mungu kukutembelea. Amen. Jina la Bwana na lipewe. Amen. Pamoja na hali ya kudharaulika, bado utukufu wa Bwana unaweza zalika katika nyumba yako. Amen. Mungu haangalii fedha. Mungu haangalii yule yuko na kazi. Mungu haangalii yule anaolewa na bwana mwenye gari. Pamoja na hali ambayo uko nayo ya kudhalika, dharaulika, bado kuna ufalme wa kiungu, bado kuna utukufu wa Bwana unaweza zalika katika maisha yako. Hiyo tayari inatupeleka kwa ujumbe wa mwaka ujao, ya kwamba it is a greater glory. Amen. A greater glory. Amen. Ya kwamba haijalishi niko na hali gani. Yes. Haijalishi mtazama kwa mtazamo gani. Yes. Haijalishi niko na mapungufu gani. Yes. Ukuu wa Bwana unaweza zalika ndani mwako. Amen. Ng'ombe hawa wapendwa wakatazama, nyota ya Bwana ikatembea na wao wakitazama, mpaka mahali walipofika ya kwamba hapo ndio kuna hori la ng'ombe. Walipotazama juu, nyota ikawa imesimama. Naomba nyota ya Mungu ya mtu ikasimame. Amen. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Najua ya kwamba
kupiga vita matokeo yako mengi, lakini wakati Bwana anasimama na nyota yako isimame, lazima kuna utukufu. Amen. Jina la Bwana na Mungu. Amen. Ile nyota haikusimama juu ya ghorofa. Nyota ilienda ikasimama juu ya hori la ng'ombe. Amen. Tunapata ufunuo hapa. Yes. Na ushika na mazaka. Thank you Lord, ushika na mazaka. Na uzaa. Hata madhabahu haya yanaweza kaa ni madhabahu ya kudharaulika. Lakini bado utukufu wa Bwana ukazalika mahali hapa. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Isaya 66 inampendeza. Mungu anauliza, ni nyumba gani mtanijengea ili mimi nikae hapa? Naishi kwa nyumba, siishi kwa nyumba ambazo zimejengwa na mikono ya wanadamu. Naishi ndani ya nyumba ambazo nimejijengea. Kumaanisha ya kwamba mnaweza kuwa na nyumba kubwa ya utukufu na hapo ndani Mungu asipatikane. Yes. Lakini tunaweza ishi maeneo ambayo yamedharaulika, ndani ya chumba ambacho tunakujana hapo ndani na bado utukufu wa Bwana ukazalika mahali. Amen. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Nampenda huyu Mungu, maana ni Mungu wa ajabu. Amen. Hatazami vile mwanadamu anavyotazama. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo naomba nyota ya mtu malaika ikasimame tukaione. Amen. Majusi waliona kwa macho ya nje. Si kiroho waliona wakitazama. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ufunuo mwingine tena, nyota ni roho ya Bwana. Ya kwamba katika hali zote ambazo unaenenda nazo kila siku, lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Amen. Mahali mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu, lazima utukufu wa Bwana uko pamoja na yeye. Amen. Wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Amen. Jina la Bwana linuliwe. Amen. Mamajusi walipofika Marekani, Roho wa Bwana akawaonya. Muongea kuhusu hiyo, akasema tuwe watu wa kutii. Wakati Herode alikuwa anangojea. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba wakati unainuliwa, jua hapo ndio utapigana na maroho yale ya kuna nguvu zaidi. Amen. Vile unatarajia. Amen. Ni kama mtoto anasa, akiwa kama mtoto huyu, mtihani wake hauwezi fanana na mtoto ambaye ni mkubwa kidogo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho, unapotoka kwa utoto ukielekea kwa utu uzima, majaribu ndio yanazidi. Amen. Haleluya. Kama unanielewa sema amen. Amen. Kwa hivyo yule mtoto amezaliwa, alikuwa sasa ana face Herode. Kwa sababu gani? Yule mtoto amezaliwa, ndani mwake yuko na uwezo wa kifalme. Na Herode naye ni mfalme. The more unapanda kiroho, utapigana na mapepo ya ile level yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukiona vita vinazidi, jua unaapia. Amen. Haleluya. Amen. Hata mtoto akianza kuwa akiingia +1, baada mtihani hapo zinazidi. Akiwa PP1, huko tena swali chumo ndio mtihani. Akiendelea, akifika grade 6, anaface mtihani mwingine mzito zaidi, wa kumweka grade 7. Kwa hivyo huwa unaelewa na majina. Elewa ya kwamba unakuwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Biblia inasema kwamba malaika nao wakiwa mahali pale walikuwa wamebeba manemane kumsujudia Bwana Yesu. Hii ni connection ya kwamba unapotaka kumfahamu Mungu zaidi na kumjua zaidi, lazima uwe kwa mtu ambaye hutoi mbele za Bwana. Kutoa. Na dada ametangulia kwamba watu wawe na moyo wa kutoa. Hata mamajusi hawakwenda kumsujudia Bwana Yesu mikono mitupu. Haleluya. Walibeba dhahabu, wakabeba vitu vingi, wakaenda kumsujudia. Kwa hivyo kwa Bwana, watu ambao huingia ndani sana, pia katika matoleo, wanakaa na kutii.
Jina la Bwana na lini. Kama fungu la 10 amri, wacha sadaka hizo zingine. Fungu la 10 amri. Iko kama ile usiwe usizini. Mungu anauliza kwa nini mnaniibia? Wajua hata tukija hapa kama tunaibia Mungu, tusifu mpaka tulale chini. Na bado sisi ni wezo wa mbinguni. We are robbing the kingdom. Hakuna mahali tunaenda. Holy robbers. Abudu mtakatifu kweli. Naifungia Bwana na kweli. Ili inabidi niseme. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Hawa walienda kwa sababu walitaka kuingia deep. Wanamsujudia Bwana. Ni ishara ya kwamba tunaambiwa tukija kumsujudia huyu Mungu pamoja na mwanawe haifai tuje jinsi tulivyo. Walikuja na chochote kile waliweza kupokea. Kitu kingine tena, mahali ambapo kuna utukufu wa Bwana lazima kuna dhahabu. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Mahali kwenye kunatajwa jina la Bwana Yesu, ni kweli kulikuwa ni ndani ya hori la ng'ombe, lakini dhahabu ililetwa mahali pale. Yes. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Unapombeba mfalme ndani mwako, jina la Bwana liinuliwe. Amen. Hata fedha na dhahabu inaweza kutafuta. Amen. Ukweli ni kwamba fedha hazituletei ufalme wa mbinguni. Ndio maana tukaambiwa utafuteni ufalme wangu na haki yangu na vyote mtazidishiwa. Ya kwamba unapoingia deep kumfahamu Mungu zaidi na kumjua Mungu zaidi, hakika kuna baraka zitaambatana na wewe. Amen. Piga Bwana Yesu. And that is the connection I'm talking about. Yes. Jina la Bwana liinuliwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ya kwamba mahali yote imesimama, lazima dhahabu hupatikana. Atamaji kutamao. Paka kore chana tosha. Ukabona anbalangala. Wakuna adhahabu yuko. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kumaanisha kwamba mahali ambapo kuna utukufu wa Bwana, chochote kinaweza kupatikana. Amen. Haijalishi katika hori la ng'ombe, bali ilikuwa ni hori la ng'ombe. Leta mbodini katika hori la ng'ombe, dhahabu zikapatikana pale. Hebu acha mwanadamu dhahabu. Dhahabu ina ufunuo mkubwa sana. Hizi ni baraka ambazo zimefichika. Dhahabu ni kitu ambacho kimefichika. Wakati unatembea na Roho wa Bwana, hiyo ni yote. Lazima utafikia your destiny. Mahali hapo Yesu amezaliwa. Na bila shaka kuna baraka ambazo zimefichika zitafuatana na wewe. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Hiyo ni Isaya 45. Ya kwamba nitakupatia hazina za siri zisizojulikana na mtu, na hazina za gizani zisizojulikana na mtu. Lazima Bwana akamilishe neno lake. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Ndio tunaelewana ama nienda vipi sana? Maana kama utakuwa kwa roho utatoka na kitu hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Huu ujumbe wa roho, na napenda ninaponena kwa roho. Maana kiroho ndio kinatoa mahali, kuweka mahali. Lakini kama mahubiri achile na Bwana tufunge Mungu. Lakini wakati roho Bwana anahusika ndani ya mahubiri, naona mtu akiwa located kufika kwa destiny yake, kufikisha mahali ambapo anataka. Nyota ya mtu inatolewa mahali ambapo ilifichwa, inakuja juu yake katika jina la Yesu. Jina la Bwana na Mungu. Haleluya. Amen. Mama juzi baada ya kumsujudia, Biblia inasema kwamba hawakuweza kurudia pale kwa Herode. Maana Mungu mwenyewe aliweza kuanenea. Na Mungu alipoona kwamba haijatosha, akakuja kwa Yusuf. Kama na Bwana Yusuf kwa maana yuko njama na mipango. Kwa kama kuna mtu anapanga njama hapa mwaka huu zinavunjika. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Akamnong'onezea Yusufu. Kwa maana Yusufu yuko njama na mipango. Kwa hiyo jana umwana kumbuse ukimbia na Misri. Kwa nini Mungu aliruhusu hilo?
Yusufu kitu cha kwanza hapa amesimama sana. Ndio maana unakuta kwamba hata wakati Mungu anataka kuleta Yesu duniani alimwendea Mariamu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ambaye alikuwa bikira, hajamjua mwanamume. Wakati unakuwa bikira katika ulimwengu wa roho ya kwamba hutendi dhambi, lazima Bwana anafanya connection na wewe. Amen. Pasipo mwanadamu. Haleluya. Yesu alikuja kwa jinsi ya roho. Mariamu akajazwa mimba na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Yusufu alikuwa na kibinadamu, ndio maana alitengwa kando. Kuna kibinadamu, inaashiria kibinadamu. Kwa hivyo alijua kwamba huyu ambaye kibinadamu kimemlemea hawezani hizi vita. Ukilemewa na kibinadamu utaweza vita vikohoni. Wafikabana kimobi. Wazo kubola mbeni makofi yenye. Vita vya rohoni. Inafaa tuelewe sisi ambao tumeokoka hatupigani vita vya roho vya mwilini. Biblia inasema katika Waefeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mvae silaha. Maana kupigana kwenu si kwa damu na nyama, ni kwa kina falme na mamlaka ya juu. Jina la Bwana na liinuliwe. Watu wavae silaha. Yusufu hakujulikana hakuwa amevaa silaha. Ndiposa Yesu Mungu akamwona ule akianza kupigana atapigana kimya. Kile nitamsaidia nimwambie ahame ile mali fulani. Kaka nipigane na adui yake, nikimaliza nimwambie sasa rudi. Lakini sisi wa rohoni hatutahamishwa. Vita tunapigana hapo vya roho mpaka tuwe washindi. Kuna watu wameandikwa kwa Biblia, lakini unaweza kuwa level ya juu hata kuandikwa. Haleluya. Yusufu alikuwa seremala. Kama nimesikia akiambiwa alikuwa mtakatifu wa Mungu. Kulingana na Biblia vile nimechunguza. Kwa hivyo bila shaka Mungu akamtazama na mtazamo wake akaonekana huyu hawezi vita. Kuna watu hata tukiwa hapa hawawezi vita. Sasa hivi ndio tunaweza kuelewa kumbe huyu anaweza, huyu hawezi. Inabidi wakati mwingine nakagua watu kiroho. Maana vita vikabuka nyawe kwa kimo vikimbia kwa. Zabaki peke yako. Sio kweli? Kama hujavaa silaha, vita vikinuka vinaanza kukukimbiza. Lakini ukiwa umevaa silaha uko tayari. Biblia inasema kwamba tuwe tayari wakati ambao sumalizi unafaa na wakati usiofaa. Tuvae silaha wapendwa. Bwana mkabali makofi na mbeni na kujaji kitofauti. Jina la Bwana na liinuliwe. Yakunikane ndilo na swaga la Bwana kiroho sio kimumbi. Sisi si watu wa kupigana katika mwili. Watu wa kupigana kwa magoti wapendwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu akaona Yusufu nikimwacha pigane na Farao atachukua panga kama Farao. Na pale alipomwonya akamwambia hama kwa nchi ya Misri. Ibidi achukue mtoto ahame. Akahamia Misri. Ikabidi sasa ni Mungu ampiganie. Ampiganie kwanza ndio arudi. Lakini watu ambao wamekomaa kiroho Mungu huwatia nguvu wakapigana vita na wakashinda. Kina Joshua na Caleb walipigana. Watu walipotuma waje kupeleleza ile nchi ya asali na maziwa, wao walirudi kumwambia Musa wanajenga kama mtu. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Lakini Joshua na Caleb wakasema hata kama kuko na nini, kwa sababu tuko na Mungu aliye hai, tutaenda kukanyaga mahali pale na tutapigana na tutakuwa washindi. Jina la Bwana liinuliwe. Mtu ambaye atateka ufalme wa mbinguni si yule ambaye anasema Bwana sifiwe kwa kinywa, ni yule ambaye amekata shauri kwa ndani ya moyo wake ya kwamba hata kukija vita nitapigana na nitashinda. Jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana liinuliwe. Mungu anajua udhaifu. Akaona udhaifu wa nani? Wa huyu Yusufu. Kama Mungu
unaoleka ndura anga zo kunzaru kulana kama muna unanda abantu andiwa nisa Bwana Yesu endaji ndio maana kama mtakatifu kuna watu wanatembea na Mungu maana hawezi vita na Mungu wakati wa Gideon alikuwa anaenda kwa vita akamuuliza Mungu naenda na nani alikuwa na watu wengi sana akamwona Mungu Gideon akaona huwezi na hao wote maana Mungu aliona watu wengi ni kitu tu wanataja tunaenda kupigana lakini hawapigani watu kicheza hao ndio wanaangusha kanisa vizuri sana jina la Bwana na limbili na hiyo roho ikemea katika jina la Yesu tupigane vita vya kiroho si vita vya kimwili jina la Bwana na limbili amen kitu ile kama na Mungu kwenye baba mlete maji sakoshi utwani wa kuleta tu maana hujampo nimetoka hapo kwa Yusufu kidogo nimeingia kwa kido ndio pako ujue neno hapo ujue neno unasoma neno ndio reference ikitokea unaelewa mtumishi anasemaje naongea kuhusu vita maana vita vilinunuliwa kwa Yusufu ya kwamba mtoto anakuja kuangamizwa ikabidi ya kwanza akaambiwa na Mungu aliangalia udhaifu wa Yusufu ya kwamba yuko na kibinadamu hana kiungu hana kimwili ndani hana kiungu ndani yake ili apigane hizo vita ikabidi amhamishe ndio nikasema kwamba Gideon alikuwa anaenda kupigana vita akaambiwa na Mungu Gideon ndio tunakwenda na baba mmoja maana mnangogonie wengine kimungu vita vya kuwa hatimaye kimungu ndio Bwana ndio sawa kwa Bwana wakuu tupigane vita vya kueleweka mpaka dunia ione tumepigana lakini kama tunapigana kimwili mpaka dunia ikushabikie hivyo si vita vya kimungu na hiyo spirit tena naing'oa katika jina la Yesu na ile kanisa naing'oa katika jina la Yesu Kristo Nazareti amen I repeat it in the mighty name of Jesus amen jina la Bwana lipewe amen Biblia inasema kwamba najua mahali kuna madhabahu ya Mungu kuna utukufu mkubwa hapo ndio shetani anataka kuchafua lakini hapa hakutachafuliwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti amen akatengwa Gideon akaambiwa na Bwana huwezi enda na hao watu wote hapo ndio wanaogopa maana mtoto wa Bwana unaweza kukimbia amen ndio kwa uchungu sana akaambiwa na Mungu ataleta mtoto na sijui ni mtoto gani ndio najua kamwambia Bwana fanya kazi yako jina la Bwana na lipewe amen akaambia Bwana hutaenda na hao watu wote vile mlete maji sakoshi unajua dina Mungu ananitikirika ufalme wa mbinguni hatuteki kwa chakula cha tumboni tunauteka kwa nguvu na wale wenye nguvu ndio watakao urithi haleluya jina la Bwana na liinuliwe haleluya soma vita madogo maana masengeni hizi nimeshangaa tunakujaje kwa ndani huko tunasengenyaji na huku tunakuja kushukuru Mungu hiyo roho wa pendo yeye senalala kwa kulaba yeye senalala na maiki yeye mfume au toka hapo ninauma na roho injili na uhubiri hapa alafu naona vitu vingine vya kutoto venye mimi sielewa jina la Bwana na lipewe sifa ukaza mzee mlete maji na wengi wanaweza kubaki hilo na akapata watu watatu akamwona Mungu hao nenda na ukapita kwa sababu gani Mungu anapoangalia udhaifu wa watu ambao hawajajitayarisha hivi kuna watu wanafanya kurudi kwa Yesu ukawia Yesu si watu wote kitabu lakini kama hakuna kanisa la kuchukua watu wote ni wadhaifu hakuna mtu anaonekana mwenye nguvu anayesema kwamba nitatetea imani tunaimba tukiambiana tuliobaki tutetee imani lakini hakuna imani tunatetea jina la Bwana na liinuliwe na wakati hili galo tulikuwa nalo wakundwa ni generation kama msadere irudilio kunyamechi hata kaburo nampenda Yesu alinyamaza kimya hakuna mtu angelijua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wafunga meso kila mara Mungu kumgire mteni wa Bwana atakafurwa kunyamaza kimya maana mdedero wa huko moyo jina la Bwana na liinuliwe na
ukinyamaza kimya hutakuwa mjinga, bali utakuwa mwerevu mbele za Mungu na utainuliwa. Lakini unaposhindwa na vita, hakuna kuinuliwa kokote. Tusiangalie dakika jana paka kusiri mtihani atamwona yeye grade 7 na kwa hiyo mtihani watata na wazawai tamri komenti waliosoma ile klasi. Christians tumekuwa dwarfs kwa sababu tunafanya mtihani midogo midogo inatushinda. Kwanza leo mwambie Bwana, nataka kushinda mtihani wangu, niwe mshindi tena zaidi ya washindi. Jina la Bwana liinuliwe. Yusufu akahama na mtoto. Baada ya kuhama, Biblia yangu inaniambia kwamba kulifikia mahali Herode akaingiwa na roho, kwa sababu yule mfalme amezaliwa, akaingiwa na roho ya hasira. Kwa sababu mgumpa sile ng'ombe, shetani mwingine roho ya hasira. Kumba makongo kwa ng'ombe rosi. Wada kumba kifo, kwamba na pose pepano inongeni. Kisa na maana hana haja na wale watoto, ana haja na Yesu amwokoe. Lakini kwa sababu Mungu ni wa mpango, kitambo aje kuamuru watoto wauawe, Yesu alikuwa shahabishwa. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama watakupangia njama, kitambo kile waona wanafaulu, Mungu atakuwa amepeleka mahali pasa. Amen. Jina la Bwana lipewe. Amen. Watapanga njama kinyume chako, lakini hazitafanikiwa katika jina la Bwana Yesu. Amen. Hata njama wanazofanya kwa ajili yangu na nyumba yangu na hii huduma hazitafanikiwa katika jina la Bwana Yesu. Amen. Jina la Bwana lipewe. Amen. Hizo zinaitwa njama fichi za siri. Herode ametoa amri watoto wote wachinjwe, lakini nia yake sasa ilikuwa kwa sababu akaweza kumwangamiza Bwana Yesu. Lakini najua nipewa habari za kusikitika. No, kwamba it is very unfortunate. Yule ambaye tulimtaka hayuko. Hawatakupata mahali ambapo walikuweka. In the mighty name of Jesus. Jina la Bwana liinuliwe. Vita vinaingia kwa nyumba, hata kwa watoto kwa wagonjwa. Si watoto wanatafutwa, ni wewe unatafuta. Watoto wengi hapo walichinjwa, mama zao wakalia. Raheli alipoteza watoto wawili, akalia kwa sababu anaomboleza kwa sababu ya kupoteza watoto wake ambao wamechinjwa na mfalme. Mfalme ametoa amri watoto wachinjwe. Mama yuko hapo anaomboleza, si kwa mapenzi yake. Herode hapo ana matakwa na watoto wao wengine, alikuwa anatafuta Yesu. Ukichokoka na Mungu unasababisha wengine wakaumia. Na hiyo tena tutasema mimi. Amen. Jina la Bwana ni Amen. Nasema amen. Hata mapenzi ya Bwana timie yetu yavunjike. Maana kwa kuficha Bwana Yesu kumhamisha ilisababisha damu imwaguke mahali pale Bethlehem. Kwa sababu ya nini? Herode alikuwa anatafuta Yesu. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kikuru cha machibuke kumbe kwa kitanda kama nyumbani. Kumbe Mungu na Mungu aje Mungu. Lakini wakati mwingi Mungu hutuepusha na hayo mabaya. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kumsikia kwa ile Mungu ingawa sisi bila kumana mserene na Mungu kuepusha. Kwa sababu ingawa Mungu kwa sababu lakini Mungu akakuepusha. Amen. Kwa hivyo Mungu atatuepusha na mabaya yote yule mwovu shetani. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba baada ya muda Mungu naye akataka kujionyesha kwamba ni Mungu. Herode kwa baka, lakini Mungu ni kwake. Kwa hivyo kuna mambo mengi shetani ameua katika maisha yetu kwa sababu ya kutafuta roho ya mtu. Lakini ainuliwe Mungu kwa sababu hata mwacha katika hiyo ndiposa tunaambiwa kizazi cha Mungu si kizazi chetu. Katika mahali Mungu amrudishie Herode kisasi. Amen. Akaamua kumwangamiza. Mapepo yale yanayokutafuta hata kutafuta kanisa. Amen. Mungu naye anatoa amri hayo mapepo yaangamie katika jina la Yesu.
toka mbinguni kanena lazima Herode angamie ili Yesu arudi, maana Mungu alimleta kuwa mfalme wa Nazareti. Jina la Bwana haleluya. Kwa mapenzi ya Bwana lazima atimie kwa ajili ya mtu. Haijalishi nani anapinga. Yule anapinga, Mungu atapigana naye. Ilibidi Mungu apigane na Herode. Akamwangamiza. Pale ambaye anaonekana yuko na nguvu, akaingiwa na kiroho kibaya hata takuwa watoto wenyewe ila muwe Yesu. Mwisho siku hakumua Yesu. Yeye ndio aliwa. Unapong'ang'ana kuua baraka za mwingine, wewe ndio unajitafutia mauti. Kuna watu hawapendezi na baraka za mwingine. Ukaona mbele wa rasimilo, basi wazamilo. Katima kwa ngoma na simula Mungu kwa Mungu. Amen. Napata ujumbe hapo. Yes. Haleluya. Amen. Kama kwa sababu ngombe mpeni. Mara simula kwa Mungu kwa Mungu. Ijambo ndilifa kwa Mungu. Yako ndio. Kama usala similo, kama na wale wengi bila similo, kwa wangu. Kwa Mungu kwa Mungu. Mungu kwa Mungu. Amen. Maana kumaanisha kwamba mapenzi ya Mungu hayavunjwi na wanadamu. Herode hakuweza kuvunja mapenzi ya Bwana. Maana Mungu aliita Yesu kuwa mtawala na bado atatawala. Mungu amesema. Kwa ndoto yako kama ni kutawala, haijalishi ni nani anaenda kuipindua au kuzima, bado utatawala. Amen. Haleluya. Amen. Bado utafanikiwa katika jina la Bwana Yesu. Amen. Mungu ameachilia roho ya ufanisi juu yako. Haijalishi ni nani atapigana nayo, bado utafanikiwa. Amen. Maana Yusufu akiwa hapo Misri, usiku akaambiwa na roho, akapewa ujumbe. Wakati umefika sasa. Rudisha mtoto wa Nazareti. Maana Mungu alipanga kuwa mfalme mahali pale Bethlehemu ya Nazareti mpaka aitwe Mzarayo. Yaani Yesu wa Nazareti, mfalme wa Nazareti. Jina la Bwana haleluya. Kuna hapo kwa I think ni kama Luke 2. Kuna maana ulikuwa unaulizana, je, tunaweza toka kitu kizuri katika Nazareti? Mahali ambapo kumedharaulika, hapo ndio Mungu huinua wafalme. Amen. Haleluya. Amen. Unapodharaulika, roho ya kifalme iko ndani mwako. Amen. Haya watumishi wale tumedharaulika, roho ya kifalme iko ndani mwako. Amen. Tutatawala na Yesu milele. Amen. Wapende wakatae, tutatawala milele. Kama tunazikanyaga, tutaziangusha katika jina la Bwana Yesu. Yusufu akapewa ujumbe, rudi tena Nazareti, maana yule ambaye alikuwa ametafuta mwana amekwisha aka. Jina la Bwana haleluya. Leo bandu nituonaye wende kama kitingo. Sisi ndio kutingisha mji. Sisi ndio kusema ndani ya mji. Lakini mjue kwamba Mungu ndio kusema. Ana uwezo wa kupatia mtu hai. Ana uwezo tena wa kuleta kifo juu ya maisha ya mtu. Jina la Bwana nalipewa sifa. Akainuka Herode akainuka. Lakini kwa siku moja tu Mungu akamwangamiza. Kwa hiyo nataka kusema kwamba yule Herode ambaye amekuwa akikutatiza ndani ya mwaka huu hautavuka naye 2026. Jina la Bwana haleluya. Amen. Herode anaweza kuwa na magonjwa Misri. Herode anaweza kuwa na mwanadamu ambaye anajaribu kukupiga. Yes. Herode anaweza kuwa na madhabahu ambaye anakufunga usifanikiwe. Natangaza na natabiri hautavuka naye 2026. Amen. Kulikuwa na kipindi cha Mungu kutetea Bwana Yesu na kutetea na Yusuf. Katika udhaifu wa Yusuf, Mungu akaamua kusimama ampigane. Hapo ndipo ameshapigana vita akamaliza Herode. Akampatia ujumbe, come back my son. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Amen. Kuna watu wanapata urejesho kutoka kwa Bwana. Amen. Message za urejesho. Amen. Message za urejesho. Amen. Na kama kile ambacho kilichukuliwa kinakirejesha. Katika jina la Bwana. Amen. Ambia rudi Nazareth. Come back my son. Rudi. Kuna watu wanapata urejesho katika ulimwengu wa roho. Kwamba hali ambazo uko nazo ni kwa sababu ya kina Herod ambao waliwainukia. Amen. Kakuta kurusha kutimia. Mungu anasema come back my daughter. Come back my son. Ninaenda kukuregeshea yote vilivyoibwa katika jina la Bwana Yesu. Come back. Hali ya kurudi tena katika ufalme wa kiungu. Na tulele ukatatizwa na Herod, ukajikuta kwamba mwaka huu ni kweli unamwabudu Bwana kwa kinywa chako, lakini ndani ya moyo kuna mambo kadhaa yanaweza kukufanya ukaondoka. Bwana anasema kama Herod anapigana na jina la Bwana na mbinguni. Ameshamwangamisha yule ambaye alikuwa kinyume chake. Biblia inasema kwamba Yusufu akarudi Nazareth. Na kurudi. Siku ya Krismasi pia kurudi. Amen. Haleluya. Amen. Kurudi. Kurudia baraka zake. Amen. Alirudia kiti chake cha ufalme. Maana Yesu alizaliwa mahali pale kwa mfalme. Atawale mahali pale. Akaambiwa rudi. Sijui ni nini kiliniakulia kwako. Ukaonekana dhaifu. Ukaonekana huwezi. Mungu anasema rudi. Amen. Hapo. Amen. Na kitu Bwana anatenda. Herode amekwisha mua katika jina la Yesu. Hiyo ni anga ya kutatizwa. Kuna watu walikuwa confused ndani ya maisha. Ya kwamba Herode ameinuka mpaka unaona haya hapa kukaliki. Wacha nifanye hivi. Wengine ndani ya mpango wa Bwana walitoka. Ni kweli yuko katika jamii yake ni sawa. Kweli kwa mambo mengi yanapatikana sawa. Lakini kwa njia moja na nyingine alitoka. Kutoka fiti kuzidi. Bwana anasema kama kwa sababu Herode amekwisha mwangamiza. Everything unaona hauwezi, utaweza katika jina la Yesu. Maana Herode wako ameangamia. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna watu watajenga mahali hapa. Amen. Walijaribu ujenzi ukashindikana. Wengine wamenunua hata materials ikashindikana. Mimi nimekuja kukumbuka ujenzi kushindikana. Unanuka mpendo hapa tunapigana mpaka Maria na nena anasema Bwana. Hata mwenyewe kaja na uwanja. Mwingi ndio ndio. Lakini ananena kiroho. Ndio wa. Lakini alishindwa maana nimesimama. Amen. Karibuni ninaenda kufungua kwa maombi. Amen. Maana tunarudi tena. Maana utukufu wa Bwana. Tunarudi tena. Amen. Nguzo zilizovunjika. Amen. Tunarudi tena. Amen. Kutangaza habari njema. Na kwamba Herode amekufa na Yesu atatawala. Amen. Hakuna siku shetani atashinda. Ndio mnanizi. Hata vita vivuke. Maana jingi shetani utasimama. Jingi litasimama. Hivyo ikatokea kwamba akarudi mahali pale. Na jina ambayo Yesu aliitwa Nazarani. Jina la utukufu wa Bwana. Hakuna mtu angeweza kulifuta. Angekaa Misri wajua angeitwa Misri. Lakini ilibidi arudi ili lile jina la utukufu ambalo alipewa na Bwana likaweze kufanya kazi. Na jina lako la utukufu liko sirini. Naomba lije juu yako. Haleluya. Amen. Na kile mtu Mungu amekuitia kwalo utukufu ukaweze kuonekana. Ukaweze kutawala. Maana kuna watu hapo wanaitwa waimbaji. Lakini jina shetani anajaribu kulifuta. Linafutwa kabisa. Lazima kuona sauti inavuja. Kwa hamishwa. Unahamishwa. Lakini Mungu anasema come back.
lile jina ambalo Mungu amekupatia, lazima ndio Bwana atanipatia kibali. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Namaliza kusema Petro aliitwa na Yesu jiwe, akaambiwa wewe ni mwamba, ndani yako nitajenga kanisa ambalo mlango ya kuzimu haitaweza kutingisha. Hata wakati Yesu anaenda kusulubiwa, Petro aliingiwa na uoga kwa binadamu, akamkana. Lakini bado kwa sababu aliitwa mwamba, alibaki kuwa Mungu. Namaliza kusema hivi, labda umetatanishwa ukapatiwa roho ya confusion kwa nyota ambayo Bwana aliweka juu yako, maana jina la Mnazarayo ndio hiyo star ilikuwa inaonekana. Kuna star inaonekana katika maisha yako, nikawa kuna jina la siri ulipewa na Yesu, ukaitwa mbarikiwa, ukaitwa mwana wa Mungu, ukaitwa mtoto wa mfalme. Lakini shetani amejaribu kutafuta. Mwaka huu unapoendelea kuisha, naomba hata urejesho wa jina. Amen. Amen. Wengine waliondolewa majina ya baraka, yes, wakapewa majina ya ukimwi. Yes. Lakini Bwana anafanya urejesho. Amen. Kwa majina. Amen. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu tangu anaendelea. Amen. Ndio mimi nilikuwa mchungaji kutoka Mbulu. Mungu alinenea usiku akaniambia mwaka huu utakuwa mchungaji. Amen. Nikashangaa kivipi? Lakini ikatokea. Amen. Kwa hivyo shetani akajaribu kuchafua, lakini leo hii Mungu anaenda kujaribu hilo jina. Ni kumpatia roho wake ambaye si wa kawaida. Roho ambaye anafurika. Upako ambao unafurika. Ufunuo ambao unafurika. Katika jina la Bwana Yesu. Kwa hivyo naomba urejesho hata kwa jina lako. Amen. Haleluya. Urejesho kwa jina lako. Amen. Upewe jina lenye Mungu alikupa. Amen. Amen. Watu walipewa majina mazuri, wanadamu wakaanza kubatiza kutoka kanisa. Na nimesikia hivyo. Hata ni kweli mtu anasifu Mungu. Kwani mtu anaabudu Mungu. Hata mimi wanianza. Bende roho. Haleluya. Mungu anabadilisha sasa. Ananipatia urejesho. Ndio ajue kumbe kulizalika mtumishi ambaye Bwana amenunua, si Bwana. Jina la Bwana amenunua. Tena hivyo sieni kwa kiburi. Imenigharimu mkazi zilivyo, imenigharimu kuacha yote. Jina la Bwana amenunua. Imenigharimu kusika kila kama sababu hiyo. Mkazi Mungu kuu. Ndiki jivi. Nimekataa kwa muda mwingi na nikapitia mateso. Na akaniambia lazima utike kuishi. Ndio mimi nataka. Nimekubali nikaitika hilo jina. Kwa hiyo ninachoomba Mungu afanye alibuni. Na Mungu pia Mungu alibuni. Bila alibuni na Yesu. Ukati neka ndikibaa. Hata kama ni hero amezuia Mungu tu inajiti leo utike ile jina ambalo Bwana amekupatia. Ukumbi kuna watu wamepewa majina hata ya utajiri. Lakini kwa sababu Herode ameinuka kinyume chao, yes, anapigana na wao hata baiskeli ndugu. Lakini kwa mwaka huu kuna watu watanunua mikate. Amen. Amen. Kuna magari watasimamisha. Nataka nyumba kwako weka hapo mahali kwa nini? Unajua? Wow. Hata kwa kanisa leo tutajenga lazima tutakuwa na Amen. Na wale watu watakuja. Yes. Mimi nataka paki ya watu ambao unawahudumia. Amen. Maana mbingu zikifunguka kila mtu lazima atabarikiwa. Amen. Na utapelekwa katika viwango vya juu. Amen. Kwa hiyo tunaenda viwango vya juu. Amen. Yesu alitolewa kiwango cha chini, maana pale Misri ni kwa watu kwa viwango vya chini. Akarudishwa tena. Nakuleta watu wa viwango vya juu. Wewe ni wa kiwango cha juu. Mnazarayo. Mnazarayo. Haleluya. Najua unapokea kitu hapa. Amen. Kama unajaribu kukuweka mahali ambapo si kwa sawa, Mungu anaenda kukuloketi, anaenda kukupeleka mahali pa sawa. Na lazima utainuka kwa viwango vya juu. Amen. Tunaenda kwa viwango. Amen. Utukufu mmoja hadi mwingine.
greater glory. Kwa hiyo mwaka huu kama ulikuwa mtukufu kidogo, na kaka maua iwe jikaka ja boy, wacha nilekata boy kaka ya tembe yabe na baro janu uke ruguma eja boy janu fumu itano ngore indembe amaya kaya ituna bomu ikakuka ruguma kwa maana ujanu mjana zangu na mangu na ukanga kuna roho na feel kitu kuna operation ya kiungu inafanya kazi. Amen. Haleluya. Amen. Ijendembe ikakuso ija boy yanabuka kushana kwa boy kesho katika igua kwa boneka kidogo hata uangela njale na mimi najua kama njaero najua yashana kwa boy kesho katika yashana kwa sasa kesho kutwa hivyo glory after glory utukufu hata mjini nani ile kora ismeni boy tangu na basi na kuja Mungu jamii kusanguma tikitawanya kazira kila na kazira kilu na mwongere angu kumulika kwa kila chini. Neno la Mungu ni taa, neno la Bwana ni nuru, hata Yesu ni nuru, Yesu ni taa. Kwa hiyo inapomulika nje tunapopata jazo kukuka Mungu. Haleluya. Jazo kushana kwa Mungu. Lakini kipindi hichi na vile mbili maua yameshana kuwa. Haleluya. Amen. Na watu wakiwa mbali wataona maua vile yamependeza. Tutanana. Amen. Na maanisha tutanana. Amen. Mahali kuna maua kuna ng'aa. Amen. Utukufu wa Bwana. Sasa tunaye katika mwili, tunaye katika Yesu akirudi tulizi mfano wa Mungu. Amen. Kwa hayo machache Mungu uzima awabariki. Amen.